front of you. Nashukuru Mungu kwa kunipa nguvu ya kuweza kuwa hapa. I thank God to give me the strength to stand here. Kama vile wengi wenu mlijua, The many of you knew, nimepitisha wiki ambayo nimekuwa mdhaifu kidogo kwa I mwili. had a week of weakness. Na nashukuru Mungu sababu amenipa nguvu siku hii ya leo. But I thank God because He strengthened me. Mama kwangu hapa ni kuambia shetani ya kwamba ameshindwa kwa jina la Yesu To Kristo. stand me here is to tell devil that he is a liar. Mara kwa mara shetani hujaribu watu wa Mungu. Sometimes Satan tries his Lengo lake people. kubwa ni kutaka watu wa Mungu wakae nyumbani na waseme sijiwezi. And his plan is to tell God's people to stay home and say, I cannot do anything. Lakini nashukuru Mungu sababu kupitia imani But I thank God because tunajua of ya faith, kwamba tuko zaidi ya washindi kwa we kazi are ya more than shetani. conquerors. Jina la Bwana lipewe sifa. Oh, glory to the God. Nimeandaa mafundisho kidogo siku ya leo I had some teaching this morning, na nitaomba wasomaji waweze kunisaidia kunifuata and vizuri, I will ask the readers to be ready to help me, sababu tunakuwa na vitabu vitatu ambavyo tutavisoma, because we have 3 books we're going to read this morning. na tutakuwa katika kitabu cha Wakorinto pale, And we will be in Corinthians book, na pia tutakuwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, and we will be in Acts, na mwishowe tutaingia katika zile injili ya Mathayo, Luka na Marko. and then we will go to Matthew, Mark, and Luke. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory be to God. Leo tunataka tujifunze mambo mafupi hapa, Today we're going to read about, na tunaenda kuzungumzia habari ya maana ya desturi ya meza ya Bwana. and we're going to read about the communion. Leo ni siku yetu ya kukaribia meza ya Bwana, This is our communion day, na ninapendelea tuweze kujifundisha kwa nini tunatumiaka meza ya Bwana. and we're going to learn about why do we take communion. Kwanza, meza ya Bwana ni nini? What does it means communion? Meza ya Bwana imejulikana kwa majina mengi. Communions is meant in many words. Wamoja wanaita siku ya kusherekea Pasaka, Many says that's the day to celebrate Easter, wengine wanaita ya kwamba ni chakula cha Bwana, and others say it's the food of God. wengine wanaita ni siku ni chakula cha mwisho cha Yesu alipokitumia na wanafunzi And wake. others say it's the last meat which Jesus shared with his disciples. Wengine wanaita meza takatifu, Others say it's Holy Communion, wengine wanaita ni chakula cha ushirika. and others say it's the food of share. Lakini yale majina yote haijatusaidia sana kama hatujui maana yake. But all those names that not help us. Kwa nini hii imeingia kanisani? Why does this come to the church? Meza ya Bwana imekuwa ni shurti na amri ambayo Yesu mwenyewe ameianzisha. Holy Communion is a commandment that Jesus himself started. Tutaenda kusoma lile andiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume. We're going to read in Acts. Matendo sura yake ya pili, Acts chapter 2 na ule mstari wa 12 and 22. Umoja atayarishe pale, mwingine atayarishe Luka 22 Luke 22 na ule mshairi wake wa 19. 19, sorry. Tutaanza na ile Luka sura yake 22. We're going to start by Luke chapter 22:19. Tutasoma ikiwa tuko tayari katika jina la Yesu Kristo. We're going to read if we are ready. Tunaanza ule mstari wake wa 19. Biblia inasema hivi. 19. Ndio tutasoma tu ule mstari mmoja. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Amen. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Neno limesema hivi. The word said this. Yesu mwenyewe akawaambia hivi. Jesus himself told them, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. do this in my remembrance. Hapo ni amri ambayo Yesu mwenyewe ameleta. That was a commandment that Jesus gave. Meza ya Bwana haijakuwa kusihi mtu aitumie. Holy Communion, it's just like something to ask, something to take. Ni jambo ambalo ni amri ambayo Yesu mwenyewe amesema watu wafanye hivyo. It's a commandment that Jesus said to take it. Mkristo sio mtu wa kubembelezwa ili atumie meza ya Bwana. A Christian is not somebody to ask to take the Holy Communion. Ni mtu ambaye anahitaji kujua kwamba ameshurutishwa na Yesu mwenyewe ya kwamba afanye vile kwa kumkubali. He has to know that
The Holy Communion, it's a commandment for him. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory to God. Hii meza ya Bwana mitume nao wameitumia. This Holy Communion, even the disciples. Na wale mitume nao wametuonyesha mfano ya namna ya kuitumia. And this disciple shows us how to take it. Tuangalie ile Matendo sura yake ya 2:42. Let us look in Acts. Nasema hivi. Matendo 2:42 nasema hivi. Walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume na katika ushirika na katika kuvunja mkate na kuomba. Amen. Amen. Mitume siku kwa siku walikaa katika ushirika na waliumega mkate. Disciples stays every day in communion, in sharing the bread. Nao walitumia hii sababu walitambua ya kwamba ushirika wa kumega mkate ni amri ya Yesu. And they did this because they knew that the Holy Communion is a commandment. Tunakuja kuangalia waliutumia basi namna gani. We're gonna see how they used to take it. Ndio pale tuingie katika kitabu cha Wakorinto. That's where we're gonna read in Corinthians. Wakorinto sura ule Wakorinto wa kwanza 11. First Corinthians 11. Sura mstari wa 17 hadi 31. 17 to 31. Nasema hivi. 10 mstari wa 17. 11 mstari wa 17. Inasema hivi. Mpaka nakuta tuna moja. Asante. Lakini katika kuwatolea ninyi agizo hili siwasifu ninyi, kwa sababu mnakusanyika si kwa faida lakini kwa hasara. Kwa sababu kwanza, wakati mnapokusanyika katika kanisa, ninasikia ya kwamba kuna matengo katikati yenu, nami kwa kipande ninasadiki, kwa sababu sharti matengo yawe katikati yenu, hata waliokubaliwa waonekane katikati yenu. Basi wakati mnapokusanyika katika pahali pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana, kwa sababu mkikula kila mtu anakamata chakula chake mbele ya mwingine, na mmoja ana njaa na mmoja amelewa. Ni mimi hamuna nyumba za kula na kunywa? Au mnabeua kanisa la Mungu mkawatia haya wale wasio na kitu? Nitawaambia ninyi nitawasifu ninyi? Siwasifu ninyi kwa mambo haya, kwa sababu nilipokea kwa Bwana nilivyowatolea ninyi vile vile, ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, akashukuru, akauvunja na alisema, twaeni kuleni, huu ni mwili wangu uliovunjika kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. 15. Vivyo hivyo alikitwaa kikombe nyuma ya kula, akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mara mnapokunywa kwa kunikumbuka mimi. 26. Kwa sababu kila mara mnapokula mkate huu na kunywa kikombe hiki, mnatangaza kufa kwa Bwana hata atapokuja. 17. Basi kila mwenye kula mkate huu na kunywa kikombe cha Bwana asivyostahili atakuwa amejipatia kosa juu ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu akijihukumu mwenyewe na kisha apate kula mkate na kunywa kikombe, kwa sababu yeye amekula na kunywa isipostahili, anakula na kunywa hukumu kwake mwenyewe, asipotambua mwili ya Bwana. Kwa sababu hii wengi wenu ni dhaifu na wagonjwa, na wengi wamelala. Lakini kama tungejihukumu sisi wenyewe, tusingehukumiwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Katika ule usomi tunapata mambo matano ambayo tunataka kuyazungumzia kwanza. In these readings we got 5 things that we're going to talk about. Jambo la kwanza tunakutana meza ya Bwana ni amri ya siku zote hadi kuja kwa Yesu Kristo. First thing, the Holy Communion is a commandment for all our life until Jesus comes. Tunapata ile habari katika ule mstari wake wa 26. We got this one in ya kwamba wafanye vile siku zote hadi Kristo atakapokuja. Do this until Jesus comes. Sio kitu ya kufanya leo na kesho ninaacha. It's not just something to do today and tomorrow. Ni kitu cha kufanya siku kwa siku hadi Kristo atakapokuja. It's something to do every day until Jesus comes back. Jambo la pili tumelipata pale. Second thing we got there. Ni kwamba itafanywa ni katika kanisa. It's gonna be done in the church. Kuna Wakristo ambao nimekutana nao huko nje. Many Christians I met outside. Ambao wanatumia meza ya Bwana kama vile muzaa. You take it like something to play with. Unakutana
eti meza ya Bwana wanaifanya manyumbani kwao. The Holy Communion, they do it at their homes. Siku moja nimekutana na mtumishi mmoja wa kanisa fulani. One day I met with a servant of God. Na mtoto wangu mmoja alikuwa mdhaifu hapo nyumbani. And my child was very weak. Akaniambia kwamba wao wamefundishwa ya kwamba hata nyumbani watakuwa wanafanya meza ya Bwana. He told me that they have been taught that even at home they can do a Holy Communion. Wakaleta maji ya kwamba tuanze kukunywa ile maji ikuwe ndio damu ya Yesu. They brought water and said let us drink this so that we can blood of Jesus. Ya kwamba ile tuitumie kusudi ile mtoto apone. And they bought bread so that we can use it as. Lakini Biblia haijasema ya kwamba hii tuifanye kwa nyumba zetu. But the Bible does not tell us that we can use this one at home. Kanisa la kwanza la mitume, the first church of disciples, Biblia inasema waliifanya kwa ushirika kwa pamoja. The Bible says they did it in communion. Eti kila siku walikuwa pamoja. Every day when they were together. Na kwa ule ushirika wa umoja. And in that communion, walikuwa wakiomba. They were praying. Na pia walikuwa wanaumega mkate. And they were also taking the Holy Communion. Haisemi katika nyumba zao ndio walifanya vile. They didn't say that at home they did so. Kristo mwenyewe ambaye ameleta huu mfano. Jesus himself said. Naye hakuifanya alipokuwa mwenyewe. He did not do it when he was alone. Alifanya ni wakati alikuwa na wanafunzi wake. He did it when he was with his disciples. Ishara ya kuonyesha ya kwamba ni kanisa ndio litafanya ukumbusho. That's to show that it's the church who has to do this. Jina la Bwana lipewe sifa. Glory to God. Jambo la tatu ambalo tumeliona pale. The third thing is tunakutana ya kwamba ni lazima meza ya Bwana ifanyike katika utakatifu na kujipambanua. It is a must that this Holy Communion has to be done in cleanness. Inapaswa kufanywa katika kujipambanua roho. You have to judge yourself. Inabidi kujiangalia ndani yako. You have to see yourself inside. Kuna wengine walipatwa na magonjwa yasiyopona. Because many got some sickness which will sababu walitumia hii meza ya Bwana vibaya. Because they use it wrongly. Na ndio sababu akasema hivi. And that's why he said. Kama basi kila mmoja kwanza ajiangalie. But every one of us has to look himself. Kama mtu angejichunguza mwenyewe. If you look yourself, asingeweza kuhukumiwa. You will not be judged. Bwana sifiwe sana. Amen. Jambo la 4. Fourth thing. Ni kwamba ni lazima ifanywe katika utaratibu wa kiroho. You have to do this one in a manner of spiritually. Amen. Hapa ninakuja kuelewa hivi. This way I meant. Wakati kanisa la kwanza walipokuwa wanakaribia meza ya Bwana. When the first church was walikuwa wote wanakusanyika pamoja. They were gathered together. Na katika ukusanyika yao pamoja. And when they gathered, Paulo analeta utaratibu katika kanisa namna ya kutumia hii. Paul gave some advice. Wao kila mtu alikuwa analeta yake chakula. Everyone was bringing his food. Mmoja labda alikuwa ameleta vea mzuri. Someone can bring some wine. Mwingine alikuwa labda analeta juice. The other one can bring juice. Mwingine analeta maji tu. The other one water. Mwingine labda alikuwa analeta bule wa kuchanga ile tulikuwa naita super deep. Someone called it super deep. Sijui kama mnakumbuka ile unga moja ya kuchanga kumaji maji na geuka. Do you know that kind of flour which you put in? Kila mtu alikuwa analeta kulingana na uwezo wake. Everyone brought something depending on how he was. Kanisani kulikuwa wa kujiweza na wasiojiweza. In the church there was some rich and some poor. Kanisani kulikuwa watu wa njaa sana na wasiokuwa na njaa sana. Some needy and someone doesn't need. Sasa walitumia ile meza bila utaratibu. Many people they use this one. Wakati ulipofikia tu when they came to that place, wakuanza kula walianza kula. Some people started eating. Wakati wengine wangali wanachanga ile jia yao. They were still mixing. Wengine wangali wanafungua ile vea yao. Wengine tayari wanaanza kula. Others still. Paulo akakemea hili jambo. Paul advised this. Ya kwamba je, hamuna mahali pa kukulia? Paul said, you don't have some place to eat. Kama mnataka mkule manyumbani kwenu kufanya masherehe muifanyie kule. If you want to do parties at your place, do it there. Lakini wakati ni meza ya Bwana. But when it's a holy communion, inahitajika kuliwa na utaratibu. You have to eat it carefully. Watu ni lazima wangojeane. People has to wait each other. Ninakumbuka wakati mmoja kuna mahali niliingia. I remember I went some place. Watu walikuwa wanatumia meza ya Bwana. People were taking this holy communion. Na mikono mbili ilikuwa inaingia kwa ile sahani mara moja kiasi kwamba ikamwangika. And the two hands were using the sababu kila mtu alikuwa anataka mimi ndio nipate ile kubwa. Someone said I want to this. Ile kikombe ndio inajaa sana hata mimi nikimbia mwingine asichukue. That cup is full, I want to take that one. Na wakati mwingine sisi tulipokuwa watoto. And when we were still children. Mahali ambako tulikomalia kiroho. When we grew up spiritually. Wakati tulikuwa tunapewa meza ya Bwana. When we were being given up the holy communion. Wanatuletea kwa kikombe kimoja kanisa yote nzima. They used to bring up in one cup all the church. Sababu sijui kama sababu walikuwa hawakusoma mambo ya afya sijui. I didn't know if they talked about. Mtu alikuwa anafanya akikunywa.
When you drink, wakileta kwako unakunywa hivi, when they brought to you drink, wanapangusa tena pale, they clean up the cup, wanaenda kwa they mwingine, give someone else. akisha kunywa wanapangusa When he tena pale. drinks, they clean up again. Na hawakuwa na woga ya kwamba mtaachiana tuberculosis. They didn't know that you can release it. Lakini tulikuwa na shida moja sisi watoto. We had one problem, children. Tulikuwa tumeshaka jua nani mwenye anapeanaka mingi na nani anapeanaka kidogo. We knew who give much and who give Sasa kuna small. mmoja wakati analeta na kupatia kadogo hivi tu na anarudisha. So he gives you and then Sasa sisi tukaanza utaratibu mwingine. then we start a new. Wakati ule mtu anakuja naona weka mkono huku chini. When he comes, you put the hand Akileta hivi under. naona pengamisha ile kikombe. You lift up the cup. Alafu unapata mingi unajaza kwa machafu So yako. God, that you can drink too much. Alafu unafanya You start shaking up your mouth. ndio una meza ya mingi. Then you cannot. Nimepata ya mingi bwana. You can swallow too much. Sababu ile wakati ilikuwa inatumiwa na Vitalo. Because that one we used to have a drink in Congo called Vitalo. Sijui kama wote tunajua Vitalo hapa. Do you know Vitalo? Unajua sisi Vitalo tulikuwa tuikunake kunyumba zetu. Vitalo we could not afford to buy it at home. Unaprofite ile siku ya meza. So you get that Ndio chance uende pale na wewe uweze so kuipata. that you can drink that. Sasa kwa ajili sasa wasikushoree, So that they cannot prevent you. wasikupatie tudogo, They cannot give you a little one. umalizie retare kwa ile Vitalo. Take it. Meza ya Bwana Holy communion. ni takatifu. It's holy. Inahitaji kutumiwa It has to be na taken utaratibu. in a respectful Na manner. inahitaji pia kutumiwa You have to take kwa it hekima ya kiroho. in wisdom. Ndio hapa Biblia inasema kwamba Paulo akawakemea. That's why Ya Paul. kwamba kwa nini msingojeane? Why can you wait? Kama ni Vitalo unaweza ikunywa kwako If it's nyumbani. a drink at home, Kama ni kila chakula yenye unaweza taka unaweza ikulia kwako if it's nyumbani. any kind of food, take it Lakini home. inapoitwa ni damu ya Yesu Kristo, But when it's called the blood of Jesus, inapoitwa ni mkate wa mwili wa Yesu when it's Kristo, called the blood of Jesus, imekuwa ni kitu that's kitakatifu. the one is another thing. Jambo la tano, Fifth thing, ya kwamba itatumiwa yote mwili na damu kwa pamoja. it will be taken the blood and the body together. Kuna mahali nimeingia kwa kanisa fulani, I went someplace, na labda wengi wenu mliiona, and some of ni mtu mmoja tu ndio anakunywaka damu. one person only has the right to take Watu the blood. wengine hawawezi kutumia kwa ile damu. Others cannot take the blood. Sijui ni sababu gani. I don't know why. Wengine wanatumiaka mwili wa Yesu Kristo ile Others take mkate. only the blood of Jesus. Lakini ile divai ni ya mtu mmoja ana mega peke yake. He's the one only to take the blood, and Alafu others take wengine the bread. wachangie ile mkate. Others take only the bread. Sitasema ni wapi, labda umeshakaona. I don't know where, but I Lakini think you know. nataka eleza hapa hivi. But I want to explain this. Hii ni kupinga andiko takatifu. This is to go beyond Katika the word Mathayo of God. 26 In Matthew 26 na mshahiri wake wa 27, and 27, Biblia imesema hivi. the Bible says, Akakitoa kikombe akashukuru, akawapa. he took the cup and praised and gave them, Akisema and hivi, said, nyweni nyote katika hiki. drink all from it. Hakusema seme nyweni mmoja, akasema nyweni nyote. He didn't say drink alone, but he said drink all. Wakati mtu mmoja ndio anatumia ile, If one person only drink, amepinga neno la Yesu mwenyewe aliyeleta hii he jambo. has gone beyond this word. Yesu anasema akawapatia wanafunzi kikombe. Jesus said he gave to the disciples Yeye the cup. akisha kunywa After he has na given, akasema ninyi nyote kunyweni hiki. he said all of you drink from it. Na sijui ile utaratibu ya mtu mmoja kukunywa basi ilitoka wapi. Where did this man of drinking one person, where did he Damu ya came? Yesu Kristo kila mtu ni lazima aikunywe. Everybody has to drink from the blood of Mwili wa Jesus. Yesu Kristo pia ni lazima kila mtu autumie. The blood of Jesus also. Basi tuangalie kwa nini basi kila mtu kuitumia. Why does everyone has to take it? Na ndio somo langu siku ya leo. And that is my teaching today. Maana ama signification ya mtu kutumia meza ya Bwana. The meaning of a person to take the Holy Communion. Jambo la kwanza ni hili. First thing is this. Meza ya Bwana ni alama ya kifo cha Kristo juu ya dhambi zetu. The Holy Communion meant that it's the death of Jesus for our sins. Tunapata ile andiko katika ile Wakorinto wa kwanza. We get this one in 1 Corinthians Sura yake ile 11 na ule mstari wa 26. 11:26. Tumeisha kusoma pale We have read na tulielewa ya kwamba and we got eti mnapotumia hii ni ukumbusho wa kufa kwangu ndio mnatangaza. when you take it, it's the remembrance of my death. Ni kwamba hii jambo ambayo iko hapa, This thing that is here, tuko nakumbuka kufa kwa Yesu Kristo. we are remembering the death of Jesus. Tuko nakumbuka mateso ya Yesu We are Kristo. remembering the Ni suffering kwamba of meza Jesus. ya Bwana ndio inatupatia thamani ya maisha ya Ukristo. The Holy Communion gives us the life of Jesus.
Hakuna mtu ambaye ni Mkristo ambaye anaweza kujivunia mambo mengine ya Ukristo. You cannot be called Christians Sababu tunajivunia tu ni kifo cha Yesu Kristo. because we are proud of the death of Jesus. Ile kifo cha Yesu Kristo, The death of Jesus Christ, ndio kinafanya wewe uitwe mtakatifu. that's what called you to be a Christian. Ndio kinafanya wewe uitwe mzima. That makes you to be live. Ndio kinafanya wewe ukue huru. That makes you to be free. Ndio inafanya wewe uitwe mtoto wa Mungu. That makes you to be a child of God. Ndio inafanya wewe uitwe rafiki wa Mungu. That makes you to be a friend of Wewe ambao Jesus. ulikuwa umetupwa You mbali. are separate too Ile far. damu ya Yesu Kristo, That blood of Jesus, wakati ilitiririka msalabani, when it came from the ikakuwa cross, tena upatanisho na Mungu it Baba, came to be close to you, to God. ambaye tulikuwa tumetengwa, We have been separated. tukamkaribia We came tena close to God. na tukakuwa mwili mmoja na And we yeye. became one blood with Jina la Bwana him. lipewe sifa. Glory be to God. Ni kwamba divai ambayo ndiyo damu ya Yesu Kristo The blood of Jesus, the wine, inatupatia upatanisho Mungu na mwanadamu. it gives us, Ndio inaweza kutupatanisha, inatutia katika relationship kati yetu na Mungu. that gives us the relationship between us and God. Wakati mwanadamu hatumii damu na mwili wa Yesu When a Kristo, man does not take that blood of Jesus, Yesu mwenyewe akasema ya kwamba ule hamustahili. Jesus himself said that one is not useful to him. Bwana tuhurumie sana. Glory be to God.